asifiwe. Amen. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu weka vitabu chini, alafu msalimie na jirani yako. Mwambie Bwana asifiwe. Alafu ameitikiaje? Alafu mshike na mkono, pongeze kwa kuamshwa tena. Ndio, alafu piga makofi. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Haleluya, haleluya. Ongeza tena na kuelekeza.
Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya. Umenipa neema tena, umenipa kibali tena, nimeingia shambani mwako. Asante kwa ajili ya neema yako. Kuna wengine wako hospitalini, kuna wengine ni wagonjwa kabisa, wengine wanakimbizwa mochwari saa hii Bwana, lakini sisi umetupa neema Baba. Asante, asante
Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Tunakuja mbele zako, tunakushukuru Bwana. Tarehe ya 12 ya mwezi wa 10 tunakushukuru Bwana kwa jina la Yesu. Baba asante kwa ajili ya vyakula, Baba asante kwa ajili ya uoni, Baba asante kwa ajili ya usikivu. Wengine hawasikii, sisi tunasikia. Wengine hawawezi kula, sisi tunakula. Rama korianga, rama kosaya. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa neema yako, asante kwa uzima, asante kwa ajili ya jinsi unapotupigania, unapotutetea. Tunakataa roho za mauti, tunakataa roho za kushindwa, tunakataa roho za hasira, roho za kujinyonga, roho za kujiua. Toka achia, toka achia roho ya mauti, roho ya magonjwa, magonjwa ya kimisri, kansa zinazotumwa, kansa zinazotumwa. Tunakukemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mgonjwa ulioingia mahali popote, mahali popote, mahali popote, iwe ni uvimbe, tunaukemea. Toeka, 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 toeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatoesha hayo maumivu kwenye ubavu, tunayatoesha hayo maumivu kwenye kichwa, kwenye kipanda uso. Toka achia, toka achia, toka achia. Tumbo linalouma kwa mara, vidonda vya tumbo tunasemesha, vidonda vya tumbo vilivyoshikilia huyo mama. Ndio pepo, pepo, fire out, fire out kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rama kosaya, ripo popopo, rama korianga, ripo korianga. Ndio tunakusemesha, ndio tunakusemesha. Roho ya maumivu, roho ya maumivu, pepo la maumivu, roho ya hasara, duka linataka kufungwa, tunasemesha hiyo biashara, tunasemesha hiyo biashara, tunasemesha hiyo mifugo. Rama korianga. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Asante kwa ajili ya huyu baba, asante kwa ajili ya huyu mama aliyekuja mahali hapa. Kila ugonjwa kwenye magoti, mguu wa kushoto, mguu wa kushoto, hiyo uvimbe kwenye nyonga, achia, 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 achia. Fire kwa jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Endelea kusemesha mahali unapoumwa, endelea kusemesha, endelea kusemesha, endelea kusemesha. Huyo mtoto aliyeshindikana anataka kukimbia, huyo mtoto aliyemlevi, utaji wa bangi, tunamrejesha mtaa kwa mtaa, boma kwa boma, boma kwa boma. Tunapita na damu ya Yesu, boma kwa boma, mtaa kwa mtaa. Rapo kosaya, tunapita na damu, tunapita na damu, tunapita na damu kwenye huo mguu, kwenye huo mguu. Ndio, 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 ndio. Fire! Fire! Tunakusemesha wewe pepo uliyeshikilia maisha, achia maisha yake, 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 achia maisha yake. Ndio, ndio, kuna nafasi, kuna nafasi ya kukaa, piga kelele, kuna nafasi ya kukaa kwenye huo mwili, kuna nafasi ya kukaa. Out! 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 Kwa jina la Yesu. Out! Baba asante kwa neema yako. Baba asante kwa uaminifu wako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mponyaji. Hatutatoka kama tulivyoingia. Hatutatoka kama tulivyoingia. Tutatoka tukikushangilia. Maumivu yametoweka. Hasira yuko kwenye kifua. Wewe huyo mama anataka kukimbia goma. Leo imeondoka. Leo imeondoka kwa jina la Yesu. Ndio. Hebu mpigie Bwana makofi. Hebu mshangilie Bwana. Ongeza tena na vigelegele. Haleluya. Hebu mshangilie Mungu aliyekupa siku njema ya 12 kwa uweza wake na kwa nguvu zake, kamanda Yesu anayekulinda. Hebu mshangilie kwa makofi na vigelegele vya kutosha. Nasikia sauti inasema, njoo kwangu nikurejeshe amani ya moyo iliyotoweka. Anasema
kumtambulisha kwenu na kumkaribisha Mchungaji Mika Lazaro Zaburi kutoka usharika wa Meserani ambaye pia ni mtoto hapa nyumbani Sekei. Baba, karibu sana. Naomba makofi mengi sana. Karibu sana. Leo tumekuja nyumbani, lakini amepatana pia na mke wake. Kama mama mchungaji usimame. Sasa kwa sababu ni utambulisho, na mimi naomba kutambua uwepo wa mke wangu. Mama usimame tukiingie mkono. Karibu sana. Naomba nitambue uwepo wa mwinjilisti Veronica Michael Masho, kwa tuko naye hapa na mimi ni mwinjilisti Jonas Kijamba, hiyo ninatunza mtaa huu wa Sekei. Asante sana. Nitambue uwepo wa mratibu mipango fedha na utawala Bibi Beatrice Lucas, yuko pale mwisho. Asante. Nitambue uwepo wa mratibu wa muziki na ibada katika usharika wetu ndugu yetu Lakson Lema. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya mtaa wa Sekei ndugu yetu James Chua. Baadaye utapata nafasi wewe kufika mbele pamoja na kamati yako. Nitambue uwepo wa wazee wa kanisa wote, wazee wetu wa kanisa. Asante, asante, asante. Nitambue uwepo wa vikundi vyetu vya kwaya ya uamsho, kwaya ya vijana, kwaya ya vijana. Asante sana. Unazo kwaya 5, kwa hiyo ibada ya pili tutakuwa na kwaya ya Ebeneza, kwaya ya Tumaini pamoja na uinjilisti wanaume. Awabariki sana kwa utumishi huu. Nimwalike sasa mwenyekiti kwa ajili ya kukusanya fedha ile ya chagizo. Karibu. Naomba na ile kamati mnaweza mkasogea tukusanye kwa haraka ili tuokoe muda uliosalia. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyosema, tunaendelea na zoezi la changizo. Tunatafuta milioni 35 kwa ajili ya kuchimba maji, kuchimba kisima pamoja na kufanya marekebisho ya umeme, kununua generator, kusafisha terazo pamoja na kazi nyingine. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi hilo. Karibuni kwa wale ambao mmekuja na michango yenu na wale ambao pia mnatoa ahadi zenu, na wakaribisha praise team jiandae. Naomba wazee wa kanisa mnisaidie kupokea hizi risiti. Mrs. Mike Bavai, wakati tunaendelea na hizo zoezi, kwa hiyo karibuni. Kuna waandishi hapa watakuwa wakiendelea kuandika na kukusanya hizo michango. Mrs. Mike Bavai, Alois Marco, Vincent Daudi, Praise Mwendelee, Clarence Mena. Wale walioleta ahadi zao na kuja tumbele moja kwa moja. Moses Paulo, Lina Tobiko, Nehemia Naingola, Daniel Sambu, Simon Doria, Chato Mena,
Praise team endelea. Eric Philemon. Baraka Bise. Lamek Ngui. Joseph Pinian. Naishie Rafael. Mwalimu Kiramani. Isabella Ishmael. Dennis Wilson. Joy Rafael. Vincent Daudi 50, Neema Daudi 20,000, Abraham Lucas 50,000, Stanley Jacob 100,000, ameahidi 200,000 lakini ametoa 100,000 cash. God Joseph ameahidi 500,000 ametoa 100,000 cash. Robert Saruni ametoa ahadi 50,000. Jovin Freddy shilingi 200,000 cash. Witness Osijaki shilingi 10,000 cash. Priska Liza ameahidi 50,000. Baraka Mbise 30,000 cash na Neema Mshana ahadi shilingi 50,000. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru sana kwa michango hiyo, na kama tulivyosema zoezi hili litaendelea mpaka tarehe 7 mwezi wa 12. Kwa hiyo usirudi nyuma, usibaki nyuma. Hata 10,000 unaweza ukatoa kwa kila Jumapili, kwa Jumapili kama 8 9, na unaweza nawe ukachangia ukashiriki baraka hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na kama kuna yeyote ambayo katikati ya wiki atataka kuleta mchango wake anaweza kufikisha ofisini. Bwana Yesu asifiwe. Asante mwinjili. Makofi kwa kamati. Naomba nimwalike mwenyekiti wa vijana kwa dakika 2 aelezee kuhusu hiyo bonanza. Dakika 2. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 4 tulienda bonanza la kanda lilifanyika uwanja wa Uzunguni, na kipekee sana Mungu alitufanikisha kwa washindi wa kwanza katika mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tutegemee kuja kupokea zawadi katika usharika huu, kama ambavyo ratiba inasema kwamba mtu anayeshinda kwenye bonanza la kanda
zawadi zinakabidhiwa katika usharika wake. Kwa hiyo tutategemea ugeni siku si nyingi ambapo ofisi ya usharika inaratibu siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tarehe 14 tunaenda kwenye bonanza la jimbo ambapo inafanyika General Taya. Tafadhali sana, usharika wetu pekee ndio umekosa timu ya netball na volleyball. Imenisikitisha kidogo, lakini mwalika vijana wengi ili tuwafanye hiyo katika kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba vijana tujitokeze siku ya tarehe 14. Itakuwa ni Jumanne, tutakutana hapa saa 2:30, tutatoka saa 3 kasorobo ili kuelekea uwanja wa General Taya. Tafadhali sana vijana, niwaalike kwa upendo ili tukashiriki pamoja michezo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Asante kwa kubariki. Asante sana. Pigia makofi. Naomba washirika tusimame. Karibuni praise team, tuingize kwenye maombi ama kuimba neno la Mungu. Nafsi yangu nakutamani, roho yangu yaona kiu, kama yala atamanivyo maji ya mto.
Unajua jinsi gani tunavyokuhitaji kila wakati, kila saa. Tunahitaji tukuone kwa viwango vingine katika utukufu ulio mkuu zaidi. Na saa hii Bwana, tunatamani tukuone tena. Tunakuhitaji utuhudumie. Sema nasi, sema na maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. 418. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake, nimekuwa mtoto wake. Unatambua ya kwamba ni mwana wa kweli wa Mungu, piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Piga tena makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Amen. Tumepewa kutafakari
ndicho kinachosema Kristo ametuweka huru, na somo tunalotafakari ni Galatia mlango wa 5 mstari wa 1 hata ule wa 6. Galatia mlango wa 5 mstari wa 1 hata ule wa 6. Galatia mlango wa 5 mstari wa 1 hata ule wa 6. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa, Kristo hatawafaidia neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwaye kwamba ni wajibu wake kuitimiza Torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka. Mstari wa 5, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amen. Ninaomba ukae. Niwasalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Mika Lazaro Mole, mchungaji kiongozi ushirika wa Meserani, jimbo la Masai Kati, katika dayosisi hii yetu ya Kaskazini Kati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika ibada hii nimekuja mimi peke yangu. Lakini sijaacha ubavu wangu nyuma. Simama tena wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Glory Alois. Ndiye mke wangu, tuna watoto wawili. Koma. Kristo ametuweka huru. Hiki kichwa ni kirahisi sana ukifundisha, kwa sababu ndio Kristo wetu. Kwa hiyo ni kirahisi sana. Sitakuwa na mambo mengi kuzungumza, ni kukumbushana tu kwamba Kristo ametuweka huru. Tunakumbushana. Kwani kuna ambaye ajui kwamba Kristo alimweka huru? Kama hujui kwamba Kristo amekuweka huru, inua mkono wako na mkono. Niko na Kristo wote. Asante. Aya hii iliyoandikwa na Paulo kusudia kuonya juu ya uhuru ambao Kristo anatoa kwa kanisa lake na waumini watu wake. Ni uhuru gani ambao Kristo ametupa? Sababu anasema Kristo ametuweka huru. Ni uhuru gani ambao Kristo ametupa? Katika vitu ambavyo vilileta shida katika Galatia, kanisa lile ambalo Paulo aliandikia barua hii. Wagalatia ni kanisa ambalo lilianza vizuri sana na likawa na juhudi sana, lakini baadaye waliingia zaidi katika matendo ya mwili kuliko matendo ya roho. Walijikita zaidi katika kushika sheria, katika kutimiza sheria na taratibu zao za kanisa kuliko ule uhuru ambao Kristo anatupa. Kwa hiyo uhuru wao haukuwa ule uhuru ambao Kristo ametupa, kwa sababu walikuwa bado chini ya utumwa. Utumwa wa nini? Utumwa wa sheria.
na hii ilimvuta Paulo kuchukua hatua ya kuwaandikia barua kuwakumbusha mambo mbalimbali yanayohusu uhuru ambao Kristo ametupa. Katika vitu ambavyo walijivuna navyo Wayahudi hawa waliokuwa Galatia pamoja na watu wengine waliokuwa waamini katika Galatia ni habari ya tohara. Waliamini kwa sababu ni watu hawakuwa na tohara katika maisha yao. Kwa hiyo waliamini kwamba akishatahiriwa basi amekuwa Mkristo. Waliamini hivyo. Ni kwamba akishatahiriwa basi tayari mimi ni Mkristo. Kwa sababu Wayahudi waliokuwa pale waliwapelekea hilo kama sheria, kwamba ukitaka kuwa Mkristo lazima uwe Myahudi. Ukitaka kuwa Mkristo lazima uwe Myahudi. Ndivyo walivyokuwa wamewaambia, tofauti na mafundisho ambayo mitume waliwafundisha. Kulikuwa na Wayahudi wengine ambao walijitokeza wakitoa mafundisho ya tofauti, wakiwaingiza watu kwenye matendo ya mwili zaidi, kwenye sheria za Kiyahudi. Na inawezekana hata katika kanisa kuna namna ambavyo tumevutwa kuamini zaidi katika utamaduni ama katika mila za wale waliotuletea Injili kuliko tamaduni zetu wenyewe. Kuna wakati tumevutwa hivyo kuamini kwamba wale waliotuletea dini wana utamaduni mzuri zaidi, kwa hiyo tukavutwa kufuata utamaduni wao na taratibu zao na maisha yao. Mungu atusaidie. Bila kujua kwamba kuna tamaduni zao ambazo hazifai, kuna mila zao ambazo hazifai, kuna aina yao ya maisha ambayo haifai, kuna namna yao ya kuishi katika jamii ambayo haifai, ambayo ya kwetu ni bora zaidi. Mungu atusaidie. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ile kanisa la Galatia lilivutwa kuamini hivyo, likaishi katika matendo ya mwili, kila mmoja akijihesabia haki kwa yale anayoyafanya yeye. Walifanya juhudi sana kufanya matendo ya mwili ya kuonekana na watu zaidi kuliko kuonekana na Mungu. Hiyo ilikuwa tatizo katika kanisa hili la Galatia ambalo Paulo amewaandikia barua hii. Na Paulo katika eneo hili ama hili fungu tulilosoma anasisitiza kudumu katika uhuru ambao Kristo ametupa badala ya kuishi katika kongwa la utumwa wa sheria. Mungu atusaidie. Mimi ni Mkristo, wewe ni Mkristo, kwa sababu Kristo ametuokoa, kwa sababu Kristo ametukomboa. Hiyo ndio sababu inayotufanya mimi na wewe kuwa Mkristo, lakini sio kwa sababu tuko chini ya kanisa fulani. Sio kwa sababu tuko chini ya kanisa la KKT kwa ndio maana sisi ni Wakristo. Sisi ni Wakristo kwa sababu Kristo amefanya nini? Ametuokoa. Kuna mambo machache ninatamani tutafakari kwa haraka. Halafu nitahitimisha. Jambo la kwanza, katika Kristo imani tu ndio inayofanya kazi kwa njia ya upendo. Hoja muhimu kuhusu uhuru katika Kristo za kutafakari katika fungu hili, kifungu hiki tulichokisoma cha Wagalatia ni hizi zifuatazo. Moja, tunapata uhuru kutoka kwenye sheria. Tunapata uhuru kutoka kwenye sheria. Kristo ametuweka huru bure kwa kusudi la uhuru, sio kwa sababu ya kuwa watumwa wa sheria fulani ama ya taratibu fulani. Usifungwe na sheria, usifungwe na taratibu. Ishi maisha ya Kikristo kwa sababu wewe unamtambua Kristo aliyekukomboa. Ishi maisha yanayompendeza
kumpendeza Mungu kwa sababu unamtambua aliyekuita. Tumekombolewa kutoka kwenye sheria. Ni sheria gani zinazotufunga? Ni sheria gani tulizo nazo ama katika kanisa ama katika jamii zetu ambazo zinatufunga, zinatufanya tusimtumikie Mungu kwa uhuru? Hizo sheria tuzikatae. Tafuta uhuru wa kweli wa ndani ya moyo wako. Tuna utaratibu wa kutumika, tuna utaratibu wa kutoa sadaka, tuna utaratibu wa kuhudhuria ibada, lakini isikufunge kama sheria. Usihudhurie ibada kwa sababu ni sheria. Hudhuria ibada kwa sababu moyo wako umependa kuhudhuria. Umependa kukuja kukutana na waumini wenzako ambao nyie wote mmekombolewa na Kristo. Mje mumtukuze Mungu, mje mumsifu Mungu, mje mumwabudu Mungu kwa pamoja. Utukufu wa Mungu endelee kujidhihirisha katika maisha yenu. Haleluya. Amen. Lakini pia katika aya hii Paulo ameonya kwa habari ya hatari za uhalali. Hatari za uhalali. Uhalali. Paulo anaonya sana dhidi ya kurudi kwenye mfumo wa wokovu wa kazi. Mfumo wa wokovu wa kazi, wa kufanya juhudi za kimwili kupata wokovu. Paulo anaonya sana kwa habari hiyo, kwamba hatupati wokovu kwa sababu tunafanya juhudi sana za kimwili, lakini tunapata wokovu kwa sababu ya neema ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Anayefikiri ya kwamba amepata wokovu kwa sababu amefanya juhudi sana, amemtolea Mungu sana, au ameomba sana, au yeye ana akili sana, mkono namna hiyo. Mungu atusaidie. Hakuna. Tunapata wokovu kwa neema ya Kristo. Si kwa sababu tunatii sheria sana, si kwa sababu tumeshika sana zile amri 10 tulizopewa, lakini ni kwa neema ya Kristo. Mungu atusaidie. Jambo la tatu katika aya hii, tunahesabiwa haki kwa imani. Tunahesabiwa haki kwa imani. Haki haipatikani kwa jitihada za kibinadamu, lakini ni zawadi iliyopatikana kupitia imani na Roho Mtakatifu. Haki ni kilio cha kila mahali unapokwenda ulimwenguni sasa hivi. Haki ni kilio cha kila unayekutana naye. Kwa asilimia kubwa, 98% ya wanadamu sasa hivi wanadai haki. Zamani tulikuwa tukizungumza haki za wanawake, haki za watoto, haki za walemavu, lakini sasa hivi mpaka wanaume wanadai haki. Mungu atusaidie. Haki. Lakini kama tunataka haki, basi tujue ya kwamba haki inapatikana kwa imani, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwanza wewe mwenyewe ujue haki yangu ni nini. Alafu ukishajua haki yangu ni nini, hebu hakikisha ya kwamba unampa kila mtu haki yake kama wewe unavyotaka kupewa haki yako. Kristo angedai haki leo tusingekuwa na wokovu. Kama Kristo angedai haki, kama Kristo angedai kutendewa kama ilivyo haki yake, basi leo tusingekuwa tunazungumza wokovu. Lakini Kristo alitambua ya kwamba haki yake haiko katika mwili huu wa nje, lakini haki yake iko katika Mungu, na haki yake itapatikana kwa yeye kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie. Alitambua ya kwamba haki yake haipo katika mwili, ipo katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. Imani ifanyayo kazi kwa upendo ndiyo tunayotakiwa kuwa nayo.
hiyo itatupatia haki. Haleluya, haleluya. Ukisubiri wanadamu wakufanyie haki ili uishi, utakufa mapema sana, utakufa mapema sana. Mke anadai haki kwa mume wake, mtoto anadai haki kwa wazazi wake, mume anadai haki kwa mke wake, baba anadai haki kwa watoto wake, mama vile vile, kila mmoja anadai haki. Lakini kama tungetambua kwamba haki ina sisi wenyewe tukiwa na Kristo Yesu ndani yetu, basi tusingekuwa na malalamiko mengi katika dunia hii ya kudai haki. Haleluya, haleluya. Kongwa la utumwa leo ni nini? Wakati ule himizo lilikuwa juu ya habari ya kutahiriwa. Wakati ule wa kale lilikuwa juu ya habari ya kutahiriwa. Kwa nini? Kwa sababu watu walitembea katika mwili zaidi, na watu walikuwa wakifanya juhudi sana kutafuta wokovu kwa njia ya matendo ya mwili. Kulikuwa kunatafutwa haki ama kuwa na uhusiano na Mungu. Watu waliamini zaidi katika mwili, lakini tukija kwenye ile msingi kabisa wa tohara, haikuwa ndio ya kutengeneza mahusiano na Mungu. Tohara ilikuwa ni ishara ya uhusiano wa mtu na Mungu, ni ishara tu ya nje. Lakini baadaye Wayahudi wakaifanya hiyo tohara kwa kama ndio uhusiano na Mungu, ndio inayotengeneza uhusiano na Mungu. Kama vile ambavyo Wakristo leo wengi wanaamini. Mtu anaamini kwamba nikishabatizwa basi nilikuwa katika uhusiano na Mungu. Anaamini kwamba nikishakuwa Mkristo, nikisali kwenye kanisa fulani, basi nimekuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Tumerudi katika tohara ile ya zamani. Mungu atusaidie. Tumerudi katika tohara ile ya zamani. Tohara ya namna gani? Watu wanajihesabia haki ya Ukristo kwa kuhudhuria kanisa. Watu wanajihesabia haki ya Ukristo kwa kutazama matendo yao ya nje wanayoyatenda. Wanaamini ya kwamba yale wanayoyatenda nje yanawapa haki. Lakini hatuhesabiwi haki kwa matendo ya nje. Tunahesabiwa haki kwa imani. Haleluya. Yesu ametukomboa. Yesu ametupa wokovu. Kuhudhuria kwetu ibada ama kutoa kwetu ama kujitoa kwetu kwa namna gani hakutufanyi kuwa na haki ya kupata wokovu. Si kigezo cha kupata wokovu, lakini iko imani. Haleluya. Iko imani. Hayo mengine ni matokeo ya wewe kuwa katika uhusiano mzuri na Mungu, lakini sio ndio yanayokuweka katika uhusiano mzuri na Mungu. Kama tungekuwa tunategemea hayo, tungeshakufa zamani katika uovu. Mungu atusaidie. Tungeshakufa zamani katika uovu. Lakini yuko Kristo ambaye anatuhesabia haki, anatutengenezea haki. Sisi jukumu letu kubwa ni kumwamini yeye na kumpa nafasi Roho Mtakatifu atuongoze tuishi katika upendo. Haki zote tunazipata. Haleluya. Tunakuwa na haki ya kupata wokovu katika Kristo. Jambo lingine la kufahamu ni kuwa Kristo anatosha katika maisha yetu. Hatuhitaji vitu vya ziada vya kutusaidia kupata wokovu. Hatuhitaji vitu vya ziada vya kutusaidia kupata wokovu. Tunamhitaji Kristo mwenyewe aliyetupa wokovu. Mungu atusaidie. Tunamhitaji Kristo mwenyewe aliyetusaidia kupata wokovu. Kristo ametuweka huru. Kristo ametuweka huru. Maana yake ni tumetolewa katika utumwa wa dhambi, adhabu ya dhambi na aibu ya dhambi. Tumetolewa katika utumwa wa dhambi, adhabu ya dhambi na aibu ya dhambi.
Ndio maana ya Kristo kutuweka huru. Lakini si hivyo tu, tumewezeshwa pia kuishi maisha ya uhuru wa kiroho, si wa jitihada zetu wenyewe, lakini kupitia dhabihu ya Kristo msalabani. Dhabihu ya Kristo peke yake inatosha. Tumewekwa huru kutoka katika dhambi, shika hilo. Huru kutoka katika adhabu ya dhambi, shika hilo. Na huru kutoka katika aibu ya dhambi, na kuwezeshwa. Maana kama umeishia tu kuwekwa huru kutoka katika hivyo vitu, halafu hujawezeshwa kuishi yale maisha ambayo Kristo anatutaka kuishi, alituonyesha mfano wa kuishi, bado uhuru wako haujakamilika. Mungu atusaidie. Bado uhuru wako hujafanya nini? Haujakamilika. Uhuru wako unakamilika ukiwa umewezeshwa kuishi maisha yale ambayo Kristo amekusudia tuyaishi. Hapo ndipo tunasema huyu mtu amekamilika kuwa huru. Na kama uko huru, alafu bado dhambi na kifo vinakutesa, bado hatia na aibu vinakutesa, bado sheria inakufunga, bado hukumu inakutesa ndani yako, kila wakati unaishi kwa kujihukumu, bado hujawa huru. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa sababu Kristo amekusudia kutuweka huru katika mambo hayo manne: dhambi na kifo, hatia na aibu, sheria na hukumu. Kristo amekusudia kutuweka huru katika mambo haya. Lakini kuna watu ambao wamekuwa huru mbali na kifo, lakini bado wanateseka na dhambi. Wamekuwa huru mbali na dhambi, lakini bado wanateseka na hatia. Kuna mtu ambaye aliwahi kutenda dhambi katika maisha yake, na amekuwa Mkristo na ametubu, lakini bado ile hatia inamtesa ndani yake, hajawahi kuacha kuteseka. Leo hii tambua kwamba Kristo amekuweka huru, na umekuwa huru kweli kweli. Haleluya. Hiyo hatia inayokutesa iambie leo kwamba mimi nimewekwa huru na Kristo. Kama hiyo dhambi nilitenda kipindi hicho, kama ni huo uovu niliufanya kipindi hicho, sijamjua Kristo, lakini leo nimemjua Kristo. Ewe hatia, ondoka kwangu, usiendelee kunitesa. Mungu atusaidie. Kuna watu bado wanaishi kwenye aibu ya dhambi, aibu ya dhambi. Ni kweli uliwahi kuwa kahaba, ni kweli ulifanya hivyo, ni kweli ulipata mtoto nje ya ndoa, ni kweli ulifanya hivyo, ni kweli. Lakini usiendelee kuishi na hiyo aibu katika maisha yako. Ukiisha takaswa na Kristo, umetakaswa na Kristo, umekuwa kiumbe kipya, acha kuendelea kuishi kwenye ile aibu ya kule ulikotoka. Mungu atusaidie. Acha kuendelea kuishi kwenye hiyo aibu. Umeshatoka huko ulikotoka. Acha kuendelea kujihukumu. Kuna mtu anaishi na hukumu yake, anatembea nayo mkononi, anatembea nayo hukumu yake, anajihukumu mwenyewe kila wakati. Kristo alishamweka huru, Kristo alishamfungua, lakini bado anatembea na hukumu. Akiumwa kidogo tu anakumbuka dhambi aliyofanya miaka 10 iliyopita, miaka 20. Mungu wangu, najua nilifanya ile dhambi, lakini nisamehe. Ulishasamehewa. Sasa limebaki kwako kujisamehe. Mungu atusaidie. Amen.
Mungu atusaidie. Unapopitia katika jaribu, usianze kujihukumu, kwa sababu si kweli kwamba wote wanaopitia katika mateso, wote wanaopitia katika majaribu ni kwa sababu wametenda dhambi. Si kweli. Unapopitia, muulize Mungu, kwa nini napitia hili? Mungu atusaidie. Unapopitia, muombe Mungu akutoe. Usijihukumu, usiseme ni haki yangu. Hakuna Mkristo mwenye haki ya kuendelea kuteseka eti kwa sababu aliwahi kufanya uovu. Uovu wa jana, uovu wa miaka iliyopita, ukiisha samehewa na Kristo, umesamehewa. Umeshawekwa huru, mbali na dhambi, mbali na kifo, mbali na hatia na aibu, mbali na sheria. Umeshawekwa huru na Kristo. Jiamini ya kwamba umekuwa huru. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Hivi tunawekwa huru kwa ajili ya nini? Tunawekwa huru kwa ajili ya nini? Mambo machache. Moja, tunawekwa huru kwa ajili ya kupata njia mpya ya maisha. Kwa ajili ya kupata njia mpya ya maisha. Kuishi bila vikwazo vya dhambi, kuishi na kutembea katika kusudi la Mungu. Ndio maana tunawekwa huru. Kama umewekwa huru, alafu bado unaishi chini ya dhambi, utafakari, huo Mungu hujakamilika. Maana hujapata njia mpya ya maisha. Umewekwa huru. Njia yako ya zamani ya maisha ambayo haimpendezi Mungu, hatutegemei kuendelea kuiona katika maisha yako. Tunategemea kuona mtu mpya aliyewekwa huru. Haleluya. Lakini pili, tumewekwa huru ili tupate kuishi katika neema ya Mungu na kutembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Tupate kuishi katika neema ya Mungu na kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana Kristo ametuweka huru. Kwa hiyo tulioko huru tunatembea na neema ya Mungu kila tunapokwenda. Tulioko huru tunatembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaamini kila tunapofanikiwa, tumefanikiwa kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Tunaamini kila tunapofanya jema, tumefanya jema kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Tunaamini kila tunapochukua hatua ya kusaidia ama ya kufanya kazi ya Mungu, tunafanya kwa sababu tuna Roho. Sio kwa sababu sio kwa sababu tuna mali, sio kwa sababu tuna akili, sio kwa sababu tuna maarifa fulani, ni kwa sababu tuna Roho. Lakini pia tumewekwa huru ili tupate kufuata mema na kweli. Tupate kufuata mema na kweli. Ndio maana tumewekwa huru. Uhuru ni kwa kusudi ya kuishi maisha yanayotafuta na kutofautisha ni nini yaliyo mema na mabaya. Uhuru wa Kristo umekusudia kutufanya tutambue ni nini yaliyo mema na mabaya. Ndio maana kila wakati tunakutana, tunakumbushana mema haya tuyafuate, mabaya haya tuyaache. Tunakumbushana kila wakati kwa sababu tunatamani kuendelea kuwa huru. Tusiwe tuna uhuru wa kipindi kifupi. Mungu atusaidie. Tukisoma historia, wenzetu wa Afrika Kusini walipata uhuru miaka mingi iliyopita. Lakini ukisoma historia natuambia walipata uhuru miaka 1990 na hiyo uhuru wao walipata miaka mingi iliyopita. Lakini kumbe ulikuwa sio uhuru uliokamilika. Baadaye waliendelea kupambana mpaka wakaja wakapata uhuru sasa kwa kujitawala wenyewe. Kwa sababu walitambua kwamba kumbe nimepata uhuru kutoka kwa huyu, lakini bado kuna huyu nimebaki naye, bado anaendelea kunitesa. Mungu atusaidie. Nimepata uhuru kutoka katika ulevi, lakini bado
rushwa inanisumbua, inanitesa. Nimepata uhuru katika uzinzi, lakini bado ushirikina unanisumbua, unanitesa. Nimepata uhuru, kwa hiyo unakuta mtu amepata uhuru katika sehemu moja, lakini bado kuna kitu kinamtesa, bado kuna kongwa lingine la utumwa amejiingiza ndani yake. Nimepata uhuru kutoka katika uovu wote, lakini bado kuna ibada hizi za kimila hizi zinazonitesa. Bado kuna hiyo ibada inanitenga na Kristo, inanitenga na upendo wa Kristo. Mungu atusaidie. Na jambo la mwisho, tumepata uhuru kwa ajili ya uzima wa milele. Haleluya. Uhuru huu Kristo aliotupa ni kwa ajili ya uzima wa milele. Si kama ambavyo wengi wanadhani. Wengine wanaanguka katika Ukristo kwa sababu waliingia katika Ukristo wakiamini ya kwamba kupata uhuru kuingia katika Ukristo kuna vitu fulani waliamini watavipata. Kuna mtu aliingia katika Ukristo ili kupata heshima fulani. Tumekutana na hiyo changamoto sana katika mazingira yetu tunayofanya huduma. Mtu anakuja walaigwana, anakuja anaomba kubatizwa. Nia yake sio kuwa Mkristo. Nia yake ni kwamba akija kanisani apate ile heshima. Mungu atusaidie. Kwa akikaa muda fulani asipoenda aona ile heshima kanisani, anafanya nini? Anarudi nyuma. Sababu aliamini ya kwamba nikishabatizwa basi nikifika kanisani nitapewa ile. Nikienda pale nitakabiti vya mbele, nikienda pale nikifika kwenye sherehe zao ama msiba ama watu watanitambulisha kwamba ni Bwana ni aliyemjua Kristo, lakini bado ibada zake za kimila hajaziacha, bado matendo yake mengine hajayaacha. Anataka kujivuna, anajivuna na Ukristo. Mungu atusaidie. Mwingine anaingia katika Ukristo akiamini kwamba shida alizonazo zitaisha zote. Anaingia katika Ukristo akiamini hivyo. Lakini tutambue ya kwamba nia ya Kristo ni uzima wa milele. Mungu atusaidie. Uzima wa milele, na tuamini hivyo. Haya mengine tunazidishiwa. Haleluya. 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 Amini hivyo. Kristo yuko pamoja na sisi kila wakati, kila saa. Na nia yake ya kutuweka huru iko pale pale. Haijalishi uko katika msiba gani, lakini atapita na wewe na atatoka na wewe. Ukiendelea kuishi katika uhuru ule Kristo aliokupa. Na ukiishi katika Ukristo, ule uhuru ambao Kristo amekupa, ujue kwamba hata ukipitia katika magumu, yale magumu hayatachukua nafasi katika moyo wako, lakini Kristo ataendelea kukaa ndani ya moyo wako, kwa sababu unatambua ya kwamba yeye amekuweka huru, na hata katika hili la leo bado atakuweka huru. Haleluya. Haleluya. Katika nyakati za kuona uchungu, usione ya kwamba ule uchungu usije ukaondoa uhuru wako ambao Kristo amekupa. Hata katika uchungu bado endelea kuamini ya kwamba Kristo atakuvusha hapo na utakuwa salama na utakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Haleluya. Kuna walioaminishwa kwamba watapata uhuru kutoka katika maeneo fulani ya maisha yao kwa kutoa sadaka. Wameaminishwa kwamba watatoka katika laana fulani kwa kutoa sadaka. Wameaminishwa kwamba watafunguliwa katika vifungo fulani vya uovu kwa kutoa sadaka. Sadaka inayotuweka huru milele ni moja tu,
Kristo Yesu aliyejitoa kwa ajili yetu. Haleluya. Sadaka zote tunazozitoa tunazitoa kwa sababu tunamshukuru yeye aliyetupa vile tulivyo navyo, tuna uwezo wa kuvitoa. Haleluya. Haleluya. Kwa usije ukashawishika kutoa sadaka hizi kwa sababu itakufungua kutoka katika kifungo fulani cha uovu, hiyo sahau. Lakini unatoa sadaka kwa sababu unamtambua aliyekuweka huru, aliyekupa hivyo vilivyo navyo, na yeye anastahili kupewa shukrani. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sadaka ya Yesu ndio inayotupa uhuru wa kweli na wa kudumu katika maisha yetu. Haleluya. Tunapata kupitia neema na imani katika Kristo Yesu, si kwa jitihada zetu binafsi na si kwa mafanikio tuliyo nayo. Uhuru wa kweli tunapata kupitia neema na imani katika Kristo Yesu. Haleluya. 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 Wakati unatamani Kristo awape uhuru wa kweli, inua mkono wako juu. Wani wako wasiwasi. Na watu wanatamani kabisa Kristo awape uhuru wa kweli. Sasa Kristo akikupa uhuru wa kweli baba, vile unavyofaidi, hivyo changamoto inayokuja. Kristo akikupa uhuru wa kweli utaacha pombe. Kristo akikupa uhuru wa kweli utaacha uzinzi. Kristo akikupa uhuru wa kweli utatoa mali zako kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kristo akikupa uhuru wa kweli utatoa mali zako kwa ajili ya kuhudumia yatima na wajane na wahitaji. Kristo akikupa uhuru wa kweli utaacha uongo. Kristo akikupa uhuru wa kweli utaacha kudanganya watu. Sasa na wanasiasa wa Mungu, Mungu atusaidie. Na wanatamani Kristo awape uhuru wa kweli, lakini hayuko tayari kuacha uongo. Akiacha uongo atakula wapi? Mungu atusaidie. Akiacha uongo atakula wapi? Anaamini kwamba anakula kutokana na ule uongo. Yaani mpaka leo kuna mtu anaamini. Kuna mtu anaamini anakula kutokana na nini? Na uongo anaosema. Kwa hiyo hayuko tayari kuacha. Hayuko tayari kuwa huru mbali na uongo. Ni kitu kidogo sana, lakini ni kongwa na utumwa lililomshikilia mtu katika maisha yake. Hayuko tayari kuacha. Kama uko tayari leo Yesu akuweke huru kutokana na hicho kinachokusumbua, simama. Wakristo asikiwa kwa huru wote, wala hakuna kinachowasumbua. Kama uko tayari leo Kristo akuweke huru kwa utumwa wowote ambao unao katika maisha yako, wa dhambi ama wa laana ama wa hofu ama wa jambo lolote ambalo linakutesa katika maisha yako, simama. Na kama hauko tayari, endelea kubaki hivyo hivyo. Nikisema amen, nimemaliza. Maana yake watu wa Kristo wote wasekei wako huru mbali na dhambi za kila namna. Nategemea kwamba Wakristo wasekei walioko hapa, hakuna mlevi, hakuna mzinzi, hakuna muongo, hakuna mshirikina, hakuna. Ninaamini hivyo nikitoka hapa. Tangaze Mungu. Yesu alinitanjo raha iko kwangu, kichwa chako ukilaze kifuani mwangu, nilikwenda kwake mara sana, nilicho
maji ya uzima bure unywe uwe hai. Nilikwenda kwake ya uzima ni bure kwa Yesu. Leo ukianywa hayo maji, kiu ile inayokuvuta kuendelea kuishi chini ya utumwa wa dhambi hautakuwa nayo. Hayo maji leo mwambie Yesu, ninahitaji hayo maji. Hiyo damu iliyomwagika msalabani iingie ndani yangu, iniondolee kila kiu ya uovu. Lakini hiyo maji na damu vilivyotoka ubavuni mwako viniweke huru, mbali na hofu na mashaka. Mwambie Yesu leo. Haleluya. Inua mkono wako juu, alafu mkono wako mwingine weka kwenye moyo wako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kunipa kibali ya kukusikia ukisema nami siku hii ya leo. Ninakushukuru kwa kuwa nimetambua ya kuwa uhuru wa kweli ninaupata kwako. Ninaomba rehema na msamaha kutoka kwako katika mahali popote ambapo niliamini katika kitu kingine chochote ama jambo lingine lolote kunipatia uhuru. Leo hii ninakuomba unisaidie nipate uhuru wa kweli katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Mungu, ninakuomba utakase moyo wangu, uniondolee kila wazo baya, uniondolee kila hofu, kila mashaka, uniondolee kuto kujiamini, uniondolee kila mawazo mabaya, kila kujihukumu na kujilaani katika maisha yangu, uniondolee kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninakuomba damu yako na maji toka ubavuni mwako vitiririke ndani yangu, katika moyo wangu na katika maisha yangu. Viniondolee kila kikwazo na kila kiambaza kinachonifanya nisiwe huru kweli kweli. Bwana, kila matamanio ya macho, kila matamanio ya moyo yanayonizuia nisiwe huru kweli kweli, uniondolee. Wakati mwingine ni kiburi, ni majivuno, wakati mwingine ni kuamini katika matendo ya mwili ninayoyatenda. Kumeniondolea kukuamini wewe na kukutumaini wewe. Lakini leo nimetambua uhuru wa kweli unapatikana kwako. Yesu, ninakuomba unipe uhuru wa kweli katika maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Endelea kumwomba Mungu
katika maisha yako, akupe uhuru wa kweli. Kila wakati unapojiona unataka kurudi nyuma, mwambie Yesu, ule uhuru uliokusudia juu yangu ndio ninaohitaji. Mwambie Yesu, ninahitaji kutoka katika hili linalonirudisha nyuma katika maisha yangu, nisikutumikie katika kweli na katika roho. Haleluya, haleluya. Na Mungu akubariki, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ulikuwa walevi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Ulikuwa wachawi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Pigie Yesu makofi mengi. Sasa usitembee tena na taarifa ya zamani. Wakikuambia sijui ulikuwa mzinzi, mwambie hiyo ni historia. Sasa hivi nimewekwa huru.